Na hii ni kwa sababu ulimwengu tulionao tunawathamini watu, tutawapenda watu kwa sababu ya vile wanavyovimiliki. Hiyo ni pointi yangu ya kwanza. Lakini pointi yangu ya pili ni hii: mbingu haimtambui mtu kwa nini anachomiliki. Mbingu inamtambua mtu kwa nini anachotoa. Ningesikia makofi yako mazuri mengi kwa ajili ya Yesu. Narudia tena, mbingu hazitambui watu kwa nini ambacho wana own, lakini mbingu zinamtambua mtu kwa nini anachotoa. Kile ambacho mimi Mfinanga natoa ndicho kinachonipa thamani mbinguni, sio nini ninachomiliki. Kwa sababu kwa Mungu it is not about what you own, sio kile unachokimiliki. Kwa Mungu ni kile unachokitoa ndicho kinachotengeneza thamani ya kwako mbele za kwake na mbele za mbingu. Sasa unielewe, kwa sababu umetengeneza thamani mbinguni kwa kile unachokitoa, kile unachokimiliki inakuwa it is not a big problem. Mungu anakupa kama marupurupu. I'm going somewhere. Mungu anakupa kama marupurupu. Kuna mtu anielewe vizuri nasemaje? Kwa sababu thamani ya mbingu inapimwa na mtu nini kile anachokitoa, kwa sababu unatoa mbele za Mungu, kwa sababu unaachilia mbele za Mungu. Kwa hiyo mbingu kukupa vitu vya kumiliki ni marupurupu, it is not a big problem. Na ndio maana nikaanza kusema kila mtoaji Mungu amempa uchumi ulio bora na uchumi ulio mzuri. Kwa sababu unapotoa mbele za, piga tu makofi, piga tu makofi. Nimeona kuna watu wanapiga makofi. Kwa sababu unapotoa mbele za Mungu, the moment unapotoa mbele za Mungu, maandiko yanasemaje? Jiwekeeni hazina mbinguni. Biblia inasema jiwekeeni hazina mbinguni, mahali ambapo wezi hawawezi kuja kuiba, wala nondo haziwezi kuja kupata kutu. Maana yake anayetoa mbele ya madhabahu ya Mungu, na kufundisha vitu vizuri sana, mimi mwenyewe najisikia vizuri. Anayetoa mbele ya madhabahu ya Mungu, anachofanya anatengeneza thamani yake mbinguni. Ukitengeneza thamani yako kwenye mbingu, mbingu kukupa nyumba, mbingu kukupa gari, mbingu kukupa kampuni, mbingu kukupa taasisi, mbingu kukuwezesha kuweka akiba, mbingu kukuwezesha uweze kufanya investment, mbingu kukuwezesha ufanye vitu vingi kwenye ulimwengu. Ni marupurupu baada ya kuonekana unatoa kwa ajili ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na dunia. Ukitoa, moja ya kitu Mungu anafanya, anakupa wazo. Kwa sababu sawa sawa na Kumbukumbu la Torati 8:18, Mungu hakupi utajiri, Mungu anakupa nguvu za kupata utajiri. Nguvu za kupata utajiri, tafsiri ya neno nguvu maana yake Mungu anakupa wazo. Ilo wazo ukilifanyia kazi linakupa utajiri. Yule ndugu kwa sababu anatoa, angalia kinachotokea. Mungu akampa wazo. Wadada wa siku hizi wanakucha ndefu kama jini Maimuna, hawawezi kukuna nazi. Wakunie nazi, ziweke kwenye pakte, uza. Mungu akampa wazo. Wadada wa siku hizi kupika chapati za kukanda hawafanyeje? Hawawezi. Mimi nimemuoa Mkinga, Wakinga kama mpo mtanirehemu. Nimemuoa Mkinga. Wiki ya kwanza, wiki ya pili nikamwambia sasa, anaitwa Veronica. Nikamwambia basi leo tule chapati za kusukuma. Anaingilia huku, anatokea huku. Anaingilia huku, anatokea huku. Nikamwambia vipi baby? Si unajua sasa hivi siitwi baby, naitwa Baba Meli. Ndoa bwana, yani ndoa inaenda ina advance taratibu. Mimi naitwa, jina langu la kwanza naitwa Gadielson. Kwa hiyo nikaanza kuitwa GG, baadaye nikaitwa baby. Miaka inavyozidi kwenda sasa hivi nikaanza kuitwa Baba Meli. Sasa hivi sio Baba Meli, naitwa Baba Meli. Sasa hizo zilikuwa ni zile nyakati za mwanzo za ndoa, bado naitwa baby. Kwa hiyo akaniambia baby, yani mimi naona yani ni kama vile tupike chapati za maji. Nikasema natafuta kitonga huyo. Kwa hiyo yule ndugu baada ya kutoa, Mungu akampa wazo. Wadada wa siku hizi kupika chapati za kusukuma hawawezi. Wasukumie, wawekee kwenye vilailoni, wauzie. That was an idea. Kuna mtu ananielewa hapa? The money is give. Yule mtu anatoa. Na moja kitu Mungu anachokifanya, kwa mfano umeona haya mavuno, ndio maana nimekuambia be sensitive. Huu ni msimu mzuri sana. Kupitia sadaka yako ya mavuno, Mungu atazungumza na wewe, atakupa wazo. Kila mtoa sadaka baada ya kutoa sadaka, moja ya kitu Mungu anaachilia, anakupa wazo.
Mungu atakupa wazo, nenda kafanye kitu fulani, nenda kafanye kitu fulani. Tatizo lako unataka baraka afu hujafanya chochote. Baraka inatolewa baada ya mtu kushiba. Naomba unibariki jamani, tamka baraka yako jamani, neno la baraka. Neno la baraka wapi? Baraka inatolewa baada ya mtu kuwa tumbo limeshiba. Mshibishe mtu uone balaa lake atakavyoanza kuongea, atamtoka yote. Yaani mimi nakwambia iwe kama mvua, tena mvua ya masika, baraka iwe mvua ya masika. Kuna mtu ananielewa hapa? Kuna mtu ananipata hapa vizuri? What I'm trying to tell you, ninachojaribu kukueleza ni kwamba there is correlation. Upo uhusiano mkubwa wa kile unachotoa na uchumi wako binafsi. Mtumishi mmoja mkubwa anayependwa na watu wengi anasemaga, Mungu mtu akikunyima kumtolea Mungu sadaka, amekunyima kitu kikubwa sana. Na mimi ninapenda watu wakunduchi, je, Mungu amewapa moyo wa kutoa. Kwa hiyo ninachofanya mimi naongeza nondo tu hapa. Mbona mjipigii makofi? Mungu amewapa moyo wa kutoa. Mimi ninachofanya ninaongeza tu nyama hapa ili muweze kupenya juu zaidi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ni maombi yangu mbele za Mungu, Mungu akufungulie milango ya fedha katika jina la Yesu. Mmekaa kimya. Ni maombi yangu mbele za Mungu, Mungu akufungulie milango ya fedha katika jina la Yesu. Mungu akaachilie wateja kwenye biashara ya kwako. Wateja wakatoke mashariki, wateja wakatoke magharibi, wateja wakatoke kaskazini kwa ajili ya kwako katika jina la Yesu Kristo. Ni maombi yangu Mungu akakutembelee katika jina la Yesu Kristo kwenye kila unachokifanya, ili upate kitu ambacho utakileta kwenye mavuno ya mwaka huu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Nimesimama kinyume na vita zote. Ninajua tunakutana na vita kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye kile unachokifanya kama chanzo cha mapato ya kwako. Mungu akapigane vita zote. Watu wamekaa kimya. Mungu akapigane vita zote. Mungu akapigane vita zinazoonekana, Mungu akapigane vita zisizoonekana. Mungu akasimame kinyume na kila aina ya vikao vinavyokaliwa ili utoke kwenye hiyo nafasi. Mungu akasimame kinyume na kila aina ya vikao ambavyo adui amekuwa akiviweka ili uweze kutolewa kwenye hiyo nafasi. Ninakutamkia ulinzi wa Bwana. Bwana akakulinde na Bwana akakutunze. Wanaonielewa wangenisaidia kumpigia Yesu makofi mazuri mengi na vigeregere. Sijajua kama kuna watu ambao wananielewa asubuhi leo. Nimekutamkia ulinzi wa Bwana. Tunapoelekea sikukuu yetu ya mavuno, nimetamka ulinzi wa Bwana kwa ajili yako. Bwana asije akakuacha. Bwana akaongoze hatua za kwako. Sijajua kama kuna watu ambao wananielewa asubuhi leo. Sijajua kama wako wakina baba na wakina mama ambao wananielewa asubuhi leo. Ninatamka Mungu akapigane vita zote, vita zinazoonekana na vita zisizoonekana. Mambo ambayo adui ameyapanga kwa ajili ya kwako yasiwe na nafasi, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 10, mabaya yasikupate wewe. Sijajua kama kuna watu wanapokea mabaya yasikupate wewe, mabaya yasipate watoto wako, mabaya yasipate biashara yako, mabaya yasipate ndoa yako, mabaya yasipate chochote kilichokuwa cha kwako. Wanaonielewa wangemuongezea Yesu makofi mazuri mengi na vigeregere. Sijajua kama wako watu hapa ambao wanaonielewa. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu vigeregere, pigia Yesu shangwe. Ninasimama asubuhi ya leo tunapoanza msimu mpya wa mavuno kwa ajili ya kwako. Mungu akakupe pesa za kuziachilia kwenye madhabahu yake. Mungu akafungue milango ya kuachilia kwenye madhabahu yake. Sijajua kama wako watu hapa. Ongeza makofi, ongeza vigelegele. Acha kupitia mavuno ya mwaka huu Mungu akakupandishe juu. Mungu akakutoe chini akakupandishe juu. Mungu akapigane vita zote. Nimeiombea afya yako, nimeiombea afya yako. Mungu akaimarisha afya yako. Afya yako ikawe imara. Kisukari kisiwe na nafasi kwenye maisha yako. Kansa isiwe na nafasi kwenye maisha yako. Pressure isiwe na nafasi kwenye maisha yako. Wanaonielewa wangeongeza makofi, wangeongeza vigelegele kwa ajili ya Jehova. Watu wa Kunduchi, haleluya, haleluya.